Habari za eneo la Maziwa Makuu. Mimi ni Tasha na hii ni EKMC News. Tuanze na muhtasari wa habari za leo. Karibu tena kwenye EKMC News. Mimi ni Tasha Natasha nikiwaletea uchambuzi na habari kemkem za kisiasa na kiusalama kutoka eneo la Maziwa Makuu. Leo tutaangazia statements, habari za ukanda wa Maziwa Makuu, taarifa mpya EKMC News. Karibu kwenye EKMC News. Katika taarifa hii, mwandishi wa habari Tasha Natasha anakuletea taarifa mpya kutoka ukanda wa Maziwa Makuu barani Afrika, tukizingatia masuala ya usalama, siasa, mambo ya kikanda, hali ya kibinadamu na matukio yanayoendelea kuathiri eneo hili. Ukanda wa Maziwa Makuu unaendelea kuwa eneo muhimu la kufuatiliwa, hasa kutokana na ukweli kwamba maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, yanaweza kuwa na athari kwa nchi jirani na utulivu wa eneo zima. Katika taarifa hii, tunaangazia maendeleo ya hivi karibuni, historia na mazingira ya hali hiyo, kile ambacho pande mbalimbali zinasema, athari kwa raia, pamoja na maana ya maendeleo haya kwa mustakabali wa ukanda wa Maziwa Makuu. Yolande Makolo aeleza kuhusu msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, amemkosoa msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya, akisema kuwa anaendelea kupotosha siku ya kuwakumbuka waathirika wa mauaji ya Gatumba na kuigeuza kuwa jukwaa jingine la propaganda dhidi ya Rwanda. Kulingana na kauli hiyo, Wabanyamulenge waliouawa mwaka 2004 katika mauaji ya Gatumba walikuwa raia wa Kongo. Yolande Makolo anasema kumbukumbu ya waathirika hao haipaswi kutumiwa kama chombo cha kisiasa na Kinshasa, wala haipaswi kuwa sababu ya kuonyesha hasira kwa kuchagua upande mmoja. Wakati FDL na makundi mengine yenye historia ya itikadi ya mauaji ya kimbari, ambayo Rwanda inadai yanaungwa mkono na Kinshasa, yanaendelea kuwepo katika ardhi ya Makolo DRC. Pia anadai kuwa hali hiyo ni kinyume na makubaliano ya amani ya Washington. Kwa mujibu wa msimamo wake, kuficha au kugeuza mjadala kutoka kwenye vyanzo halisi vya ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC ndio msingi wa kile anachokiita instrumentalization, yaani kutumia kumbukumbu ya janga au waathirika kwa malengo ya kisiasa. Hata hivyo, kauli hizi zinawakilisha msimamo wa Yolande Makolo na serikali ya Rwanda. Madai yanayotolewa na pande mbalimbali kuhusu migogoro ya eneo la Maziwa Makuu yanapaswa kuthibitishwa kwa vyanzo huru inapowezekana. Ukanda wa Maziwa Makuu unaendelea kuwa eneo muhimu la kufuatiliwa, hasa kutokana na ukweli kwamba maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, yanaweza kuwa na athari kwa nchi jirani na utulivu wa eneo zima. Katika taarifa hii, tunaangazia maendeleo ya hivi karibuni, historia na mazingira ya hali hiyo, kile ambacho pande mbalimbali zinasema, athari kwa raia, pamoja na maana ya maendeleo haya kwa mustakabali wa ukanda wa Maziwa Makuu. Tahadhari: video hii imetayarishwa kwa madhumuni ya kuripoti habari, kutoa taarifa na uchambuzi. Taarifa kuhusu matukio yanayoendelea zinaweza kubadilika kadiri taarifa mpya zinavyopatikana. Madai yanayotolewa na pande zinazohusika katika mzozo yanawasilishwa kama madai na yanapaswa kuthibitishwa kwa kujitegemea inapowezekana. Tutaendelea kufuatilia suala hili na kukuletea taarifa mpya kadiri taarifa zaidi zinavyopatikana. Imeandaliwa na Tasha Natasha. Kituo EKMC News. Jiandikishe kwenye EKMC News kwa taarifa za mara kwa mara kwa lugha ya Kiswahili kuhusu habari na uchambuzi kutoka ukanda wa Maziwa Makuu na Afrika kwa ujumla. Tafadhali bonyeza like, shiriki video hii na subscribe. Pia washa arifa ili usikose taarifa zetu mpya. Hiyo ndiyo taarifa zetu za leo. Asante kwa kutusikiliza. Endelea kutufuatilia EKMC News. Mimi ni Tasha Natasha na waachia hapo. Kwa heri mpendwa wetu.